tunazungumza na Evgeny Alexeyevich Fedorov. Evgeny Alexeyevich, kanali wa jeshi la Urusi. Yevgeny Alexeyevich ni mgombea wa sayansi ya uchumi, mbunge wa bunge la chini la Urusi, mjumbe wa kamati ya Duma ya serikali kuhusu bajeti na kodi, na mshauri halisi wa serikali ya shirikisho la Urusi. Hii si mara yetu ya kwanza kuzungumza. Tumechukua video nyingi sana pamoja, kama 10, 8 au 7 miaka iliyopita. Na sababu iliyofanya nije kwako leo mwaka 2025, ndiyo, leo ni Juni 2025, ni kwa sababu utabiri na makadirio yako mengi yalikuwa sahihi. Sio yote, ndiyo, sio 100%. Lakini hata hivyo, nililinganisha na wanasiasa wengine wengi, wachambuzi fulani, wapiga domo kwenye YouTube, yani na watu tofauti tofauti, nililinganisha na wote. Na ikatokea kwamba asilimia ya utabiri wako ulioufanya wakati huo, zamani, ndiyo, ilikuwa juu sana. Wewe ni mkuu kuliko kila mtu. Una vibao vingi kwenye kile kinachotokea sasa. Yaani kile ulichotabiri kimetokea, iwe kikamilifu au sehemu tu, sivyo? Au kimetokea lakini kwa namna tofauti kidogo. Lakini hata hivyo, jambo hilo limetokea. Na mimi bila shaka ninashangaa kwa nini una uwezo huo wa kuona mambo yajayo. Lakini wazi kwamba wewe si mtabiri, sivyo? Hapana, sio mnajimu wala kitu chochote kama hicho. Hiyo ni unaendelea kutoka kwa mazingatio fulani. Siri yako ni ipi? Sisi tunategemea sayansi. Sayansi siku zote inakupa majibu kwa sababu sayansi ni kanuni ngumu. Huko 2 mara 2 ni 4. Kile tunachotabiri hakuna ugumu wowote humo. Mtu yeyote atakayejifunza mbinu hii, na hapa tunategemea mbinu ya sayansi ya ushindani wa mataifa, kanuni za jinsi binadamu walivyoundwa kihistoria, jinsi wanavyoishi kwenye sayari ya dunia, jinsi mahusiano yalivyo kati ya watu, kati ya serikali, mataifa. Na ndiyo maana motisha katika mchakato huu wa kitabia kwa wote ni sawa. Njia tofauti za kufikia malengo. Ndiyo maana wanaojua haya, wale wanaofahamu mambo haya, wako karibu zaidi na hili, wanahistoria, wanasheria. Nao pia watakupa utabiri wote mapema. Hakuna ugumu wowote kama umejikita kwenye hii sayansi, kwenye hii hesabu. Sio kila mtu anajua jinsi ya kutengeneza bomba, lakini wapo mafundi bomba wanaojua kufanya hivyo. Sio kwa sababu wao ni vichwa sana, bali ni kwa sababu tu wanashughulika na jambo hilo, wamelisoma vizuri. Ni sawa hapa. Yaani, tunaelewa jinsi uhusiano kati ya mataifa unavyokwenda, na tunaelewa kupitia nini uhusiano huo unapitia na matokeo yake yatakuwaje. Unategemea nini? Ushindani wa mataifa. Hebu tuweke hivi, nadharia ya ushindani wa mataifa. Ndiyo. Watu duniani wanaishi katika makundi yanayoitwa makabila na baadaye yakawa mataifa. Sasa hivi yanaitwa mataifa au nchi mataifa. Wanyama wao wanaishi kwenye makundi kama mifugo, makundi ya simba au makundi mengine. Hiyo ndiyo aina yao ya maisha. Na haya makundi au vyama hivi yanashindana kati yao. Huu ndio ushindani katika mazingira hai, ndiyo ushindani katika asili. Basi binadamu anaishi kupitia ushindani katika mataifa na nchi, na kabla ya hapo makabila. Kwa hiyo kama tukilinganisha nchi na ulimwengu wa wanyama, ni kama kundi fulani, sivyo? Iya. Kundi la nyuki au ni kundi la mbwa mwitu. Fikiria kama mzingira wa mchwa. Kwa hiyo anaishi humo, kwa kusema kwa urahisi kabisa, kwenye mzingira wa mchwa, na anashindana na mizingira mingine ya mchwa. Na mizingira kama hiyo ya mchwa, kutokana na mageuzi, leo imebaki 193. Kwa hiyo umehesabu nchi zote zimesajiliwa Umoja wa Mataifa. Ndiyo, sawa, vizuri. Na hii ndiyo ushindani wa mataifa. Hii ndiyo ushindani wa mataifa. Na kutokana na hapo, maisha yote ya binadamu ni vita visivyoisha. Kama mfano wa wazi wa ushindani huu, ukiangalia kitabu chochote cha historia, mwishoni mara nyingi kuna muhtasari wa matukio ya kihistoria. Na pale utakuta orodha ya vita tu. Vita, 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 mapinduzi, kupinduliwa, vita, 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 mapinduzi. Hii ndiyo tafsiri iliyokolea ya ushindani wa mataifa katika mfumo wa juu kabisa wa mapambano ya ushindani, yaani vita. Vita vyote ni kwa ajili ya maeneo. Yaani vita ambavyo si kwa ajili ya maeneo ni vya mpito, na mara nyingi havina ukubwa mkubwa hivyo. Vita yoyote kubwa ni matokeo ya kubadilishwa kwa mipaka yake au kutokubadilishwa, lakini basi ni kuachana na eneo fulani.
Yaani hii ni kama vile mapambano, kama ilivyo kwa wanyama wanavyopigania maeneo yao ya kuishi, au kwa mfano sehemu ya udhibiti ambapo kundi fulani kama vile kundi la wanyama linadhibiti eneo hilo. Yaani mataifa yanashindana kati yao na kwa ajili ya Ushindani wa maeneo. kwa ajili ya kuishi. Ndiyo, msingi wake ni kuishi kama ilivyo kwa wanyama, bila shaka. Angalia, ni sawa kabisa. Kwa ajili ya kuishi, yaani ni nani atakayeishi, nani atakayemshinda mwenzake, kummeza au kumtawala. Je, kuishi? Lakini kwa kuwa taifa ni kama vile tulivyojadili kuhusu viota vya mchwa, basi kuna kanuni za jinsi ya kufanya kazi. Watu kimsingi ni sawa kila mahali, iwe hapa England au Ufaransa. Lakini jamii yao ndiyo hasa kiungo cha ushindani, hiyo jamii. Na hivyo basi upanuzi wa eneo unairuhusu jamii hii kubadilika kwa kuwachukua watu wengine pia, kama wako tayari kucheza kwa kufuata kanuni za jamii hiyo. Na katika kizazi cha pili au cha tatu watakuwa wameshasahau kwamba walimezwa. Kwa hiyo mapambano ya uhai wa jumuiya za kitaifa ni mashindano ya mataifa. Ndiyo, kila eneo duniani limegawanywa tayari. Kwa hiyo kama unataka kuwa mkubwa zaidi, lazima umnyang'anye mtu mwingine eneo lake. Kwa nini haiwezekani kushirikiana? Kwa sababu motisha za kiumbe binadamu, kama ilivyo kwa viumbe hai wengine, ni kupanuka kwa ushindani. Ndiyo, labda mbwa mwitu anaweza kushirikiana na kondoo kitaalamu, kuchunga kondoo na kujilisha kwa maziwa yao, lakini kwenye asili si hivyo. Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Tuseme Mungu au kitu fulani kiliunda maisha yawe jinsi yalivyo. Kiumbe hai cha binadamu ni sehemu ya asili hai, kikiwa na mitazamo na kanuni zake kama ilivyo kwenye asili. Ubongo ni kama chombo kinachotofautisha kiumbe binadamu na viumbe wengine kama vile chui, mbwa mwitu au dubu. Nao wana ubongo. Kuna viwango tofauti vya ufanisi. Ndiyo, kuna makucha, meno, masikio, na hapa pia kuna ubongo wenye nguvu. Lakini malengo hayabadiliki kimsingi, sivyo? Yaani kile ambacho viumbe vyote vinaishi kwa ajili yake, hata binadamu anaishi kwa ajili ya hicho hicho. Hapa ndipo napenda kutilia mkazo. Unaelewa, kile ambacho viumbe vyote vinaishi kwa ajili yake, kwa binadamu kuna kipengele cha kitamaduni kinachoongezeka. Ndiyo, ni muhimu sana, bila shaka, mara elfu zaidi kuliko ilivyo kwa viumbe wengine hai, ndiyo. Lakini kimsingi haibadilishi maana kuu. Hii ni kama ghorofa juu ya msingi. Ndiyo, yaani yenyewe pekee haiwezi kubadilisha malengo. Hasa hili linahusu ushindani kati ya mataifa. Kwa mtu mmoja mmoja ndani ya taifa anaweza kuwa na nafasi za kipekee. Anaweza kuwa mshairi, mwandishi. Kila mtu anampenda. Lakini hii inaongeza nguvu kwenye kipengele cha utamaduni, na kipengele cha utamaduni kinaongeza hadhi ya taifa. Na kuongezeka kwa hadhi ya taifa kunaathiri vyema ushindani wa taifa hilo. Ndiyo maana mataifa kwa ujumla hupenda watu wao wa sekta ya utamaduni, kwa sababu katika mtazamo wa kijiografia na kihistoria, mtu mashuhuri wa utamaduni anafanikisha lengo la kutawala taifa kuliko hata askari. Vema, tuseme wanaenda zao tofauti. Askari ana jukumu lake na mtu wa utamaduni ana lake pia. Nyanja mbalimbali. Lakini kwa upande wa serikali, kimsingi hii ni nafasi moja ya kuongeza ushawishi wake. Kila taifa kubwa na hasa dola kuu, kama vile hatua inayofuata ya ujenzi wa taifa, hutamani kupanuka. Huu ni msingi wa kanuni ya msingi: panuka, panuka, panuka. Ukishachukua nafasi yako ambapo unaweza kuweka mipaka ya kimwili, kwa mfano katika eneo hili huko Eurasia, lazima utaanza kuingia kwenye bara lingine. Huo ndio msingi wa kanuni. Na kwa njia, huu ndio ulikuwa pia msingi wa Umoja wa Kisovieti. Kwa nini walijiingiza kabisa? Iliunda mapinduzi kote ulimwenguni. Kwa Afghanistan, kwa kanuni hiyo hiyo. Sio tu Afghanistan, bali pia Amerika ya Kusini na kila mahali, hata Afrika. Kwa sababu hiyo ni kanuni ya ushindani wa binadamu na taifa kupanuka hadi wengine wakuzuie. Yaani utaendelea kujitanua hadi pale mtu mwingine anayejitanua pia atakapokuzuia. Na huu mgongano wa matamanio ndio unaweka mipaka mipya baada ya mivutano mikubwa kama vita vya dunia. Sasa hivi tunaweza kuwasiliana sana na wageni, kitu ambacho zamani hakikuwepo.
Na kwa kweli watu wote ni wa kawaida kwa ujumla. Wajerumani wa kawaida, Waholanzi wa kawaida, Wamarekani wa kawaida, unaweza kuzungumza nao vizuri tu. Hawakutakii mabaya. Mimi pia siwatakii mabaya, ndiyo. Lakini hasa serikali kama mfumo zinaingia kwenye mgongano, kuna ushindani fulani kati yao. Walioko pembezoni hawapatani. Ndiyo, lakini sasa tufanyeje basi kama sisi watu tunaelewana vizuri na hatuna matatizo kati yetu? Lakini serikali zina matatizo na sisi tunatoka kwenye nchi tofauti. Tufanye nini? Katika maisha haya tuishi kwa kufuata sheria za maisha haya. Kama hutaki matatizo katika kizazi chako, basi tayari kuna mifumo iliyoundwa katika jamii ya binadamu. Kwa mfano, majambazi nao pia wana sheria zao za mahusiano, sivyo? Ndiyo, wanapigana, wanauana wao kwa wao, lakini bado wana sheria fulani. Na sheria hizo kwa mfano zimejengewa taratibu maalum. Hicho ndicho tunachokiita sheria. Yaani kabla ya sheria kulikuwa na taratibu ambazo baadaye zilibadilika na kuwa sheria katika mfumo wa sayansi maalum, nyaraka. Mimi ni mwanasheria, kwa hiyo ni katika mfumo wa nyaraka za kisheria na kadhalika. Yaani majambazi wanapigana wao kwa wao, lakini hiyo haimaanishi kwamba kila siku wanapigana risasi wao kwa wao. Inamaanisha wanakubaliana. Wamepigana risasi kisha wamekaa chini na kuhesabu hasara. Wameangalia nani anaweza nini, nani ana uwezo gani kila jenge, na wakakubaliana, upande huu wa barabara wewe ndio unafanya uporaji, unakusanya kodi, upande huu mimi nitaiba, kukusanya kodi na kutoka kwenye vibanda. Na hiyo ndiyo yote. Vita imekwisha. Baadaye matatizo yakaanza kujitokeza tena. Mmoja wao akaamua ni mkali zaidi. Hana majambazi 500, ana 1000. Na tena au neno lingine. Ndiyo, au neno lingine tena, vita ambayo tena walikubaliana. Kwa kifupi, ndivyo mfumo wa binadamu unavyofanya kazi, ila tu sasa unaitwa sheria. Yaani vita vya dunia walikubaliana. Tukizungumza kuhusu sheria, ushindani wa mataifa na namna ya kuandaa mfumo huo kwa njia ya sheria, hapo ndipo unapopata majibu ya nini cha kufanya sasa. Sio tu kile ambacho dola la Roma ilifanya miaka 2000 iliyopita, bali pia nini cha kufanya sasa. Ndiyo. Je, unaelewa? Mfumo ni mmoja. Yote ni sawa. Inaonekana kwamba kila kitu ni sawa kabisa, iwe kwenye asili, kati ya watu, kati ya majambazi, kati ya mataifa, yote ni sawa. Kanuni ni ile ile na vitendo vyao vyote vinafanana. Kwa hiyo kama unajua kanuni hizi, unaweza kujenga mkakati ukizingatia kanuni hizi na kupata matokeo.